Ikiwa leo ni siku ya wababa duniani, watoto wawili wanaingia chumbani wakiwa wanamletea baba zawadi yake. Baba ni Evan na mama ni Karen. Evan anafurahi sana na anaanza kucheza na watoto wake. Baadaye familia ikiwa mezani inapata chai, tunagundua kwamba mama na watoto wanapanga kwenda vacation weekend. Ila Evan hatoweza kwenda kwa sababu ana kazi za kumalizia weekend hiyo. Muda kidogo anaingia Louise. Louise ni msaidizi wa Karen na alikuja kwa ajili ya kuachiwa maagizo na Karen. Baadaye watoto wakamwomba mama yao waende vacation na Louise. Ila Louise akawajibu watoto kwa utani kwamba yeye hataweza kwenda kwa sababu usiku watafanya pati na baba yao. Ila Evan akawaambia watoto kwamba hatufanya pati kwa sababu ana kazi nyingi za kufanya hiyo weekend. Karen ni msanii ambaye huwa anachonga na kutengeneza vinyago. Hapa kuna kinyago ambacho alikuwa amekitengeneza kwa simenti. Kilikuwa hakijakauka bado, hivyo akamwambia Louise kwamba mpaka kesho kitakuwa kimekauka, hivyo aje akichukue na kukipeleka kwenye jumba la maonyesho. Louise akakubali na kusepa zake. Wakati Evan anawaaga familia yake wakiwa wanaondoka, Karen alimwambia Evan kwamba kesho Vivian atakuja saa 8 kwa ajili ya kumfanyia therapy, yaani tiba. Kabla hawajaondoka, watoto wakamwambia baba yao kwamba watumie picha za pati atakayoifanya kupitia Instagram. Bas Evan akaitikia sawa kwamba atafanya hivyo ili kuwaridhisha watoto. Mama na watoto wakaondoka, akabaki Evan na mbwa. Bas Evan akarudi nyumbani. Baadaye usiku mvua kubwa ikanyesha ikiwa imeambatana na radi. Baadaye usiku sana, mida ya saa 7 kasoro hivi, Evan akiwa anasikiliza dundo huku akifanya kazi zake, alisikia mtu aagonga mlangoni. Evan alipokwenda kufungua mlango, alikutana na mabinti wawili. Mabinti hawa walimuulizia Gregory sehemu anapoishi, lakini Evan aliwaambia kwamba hafahamu mtu anaitwa Gregory katika eneo hilo, na alipowauliza ni wapi anaishi, mabinti hawa walimwambia kwamba hawajui na simu zao zimelowana. Basi Evan akawaruhusu waingie ndani na watumie simu yake kujua ni sehemu gani wanaenda. Wakaingia ndani bwana, na baada ya hapo Evan akawaambia kwamba wamsubiri sebleni ili aende akawachukulie taulo na iPad. Evan akaenda kuchukua vitu hivyo, ila aliporudi hakuwakuta sebleni, bali aliwakuta dining. Evan akawapa taulo na ile iPad pale. Sasa majina ya hao mabinti ni Belle na Genesis. Baadaye Genesis akamwambia Belle kwamba wamepotea mbali sana na sehemu walipokuwa wakienda kupati. Bas Evan kusikia hivyo akamwambia kwamba atarequest Uber, na Uber ikaonyesha kwamba bado dakika 45 hadi kufika sehemu walipo. Wakati wakiwa wanasubiri Uber, mabinti walimwomba Evan wawekewe nguo zao kwenye dryer ili zikauke. Evan akakubali na akaenda kuwaandalia chai. Akachukua nguo zao kwenda kuziweka kwenye dryer. Akiwa anaweka nguo kwenye dryer, akasikia wakiwa wanapiga mziki sebleni. Alipoenda aliwakuta wanacheza bwana. Yaani hawa mabinti walikuwa hawana mshipa wa aibu hata kidogo. Evan akamchukua dogo na kumpeleka sehemu yake kwa ajili ya kwenda kulala. Baada ya pale akarudi. Wakiwa wanapiga stori, hawa mabinti walianza kumshikashika Evan kama kumtomasa fulani hivi, ila Evan aliwakataa na kuhama siti. Ila hiyo haikusaidia kwa sababu walimfuata kila alipo. Mabinti hawa walikuwa ni wadogo, ila walikuwa wakipiga stori za kukitupa. Basi bwana, baada ya dakika 45 zikawa zimeisha, Uber amefika. Evan akaenda kuwachukulia nguo zao na kuwaletea, akiwa anawagongea kuwaambia kwamba amewaletea nguo zao zimekauka. Aliwasikia wakicheka kama walikuwa wanacheza hivi. Evan akaamua kuingia akiwa amefunga macho. Kuingia si akawakuta wako utupu bwana. Evan akajitahidi kuwakataa, lakini wapi, wakamshikashika pale mwishoni. Mizuka si kampanda bwana. Evan akawatembezea moto wote kwa wakati mmoja. Wakati huo dereva Uber amesubiri. Kachoka, akaamua kusepa. Haikuishia bafuni tu bwana. Evan akaenda nao hadi chumbani. Wakaendelea kukitupa. Mwanetu akawa ameisaliti ndoa pale bwana. Sasa ilipofika asubuhi, Evan aliamka kitandan akiwa peke yake. Aliposhika simu yake, alikuta mke wake amemtumia meseji nyingi kweli yani. Ndiyo pale akaanza kumjibu. Akavaa pete yake, akaenda hadi bafuni. Hakukuta mtu. Akajua huenda mabinti wameshaondoka. Ili ametoka chumbani, amefika dining, aliwakuta wakicheza ovyo ovyo. Unaambiwa jikoni wametupa vitu. Yani pamechafuka kinomanoma. Yani wao walikuwa ni fujo tu. Baada ya muda kidogo, Evan simu yake ikaita. Mke wake alikuwa anampigia.
Evan akatoka nje kupokea simu ili mke wake asione kinachoendelea. Akiwa anaongea na simu, hawa mabinti walianza kufanya ile alichokuwa anawafanya jana Evan, ili kumtoa Evan kwenye concentration tu. Alipomaliza kuongea na simu, akaja kawawekea uso wa mbuzi na kawaambia kwamba wajiandae ili waondoke. Wakakimbilia chumbani ili kwenda kujiandaa. Baada ya muda kidogo, Evan alipoona kimya, alikwenda kuangalia. Akamkuta Genesis alishajiandaa, ila Belle alikuwa amejificha kwenye kabati. Yaani kama watoto hivi. Akamchukua Belle ili na yeye ajiandae. Akawapa dakika 3 ili wajiandae na waondoke. Baada ya muda kidogo, ili kwenda kuangalia, aliwakuta akichafua kwa kuchora moja ya kinyago kilichokuwa kimetengenezwa na mke wake. Aliwazuia na akawauliza kwamba awape kiasi gani cha pesa ili waondoke. Walikataa na wakamwambia kwamba wao hawajiuzi. Muda huo huo, Vivian akawa amefika mlangoni. Evan akawaambia kwamba wasifanye chochote ili yeye akaonane na Vivian. Mlangoni, Evan akamwambia Vivian kwamba hahitaji tena therapy. Ila Vivian akaanza kujielezea pale, maelezo mengi kinoma yani. Wakati anaongea na Vivian pale, Genesis akaja. Akaanza kumshikashika Evan na Evan akamwambia Genesis arudi ndani. Vivian aliondoka kwa hasira kweli yani, akiwa anamlaumu Evan. Baadaye Evan aliporudi ndani, aliwakuta wamewasha mziki na alipojaribu kuwazuia, ilikuwa kama wanacheza hivi. Evan akachukua simu kuwapigia emergency, ila kabla hajasema chochote, wale mabinti wakakubali kuondoka. Bas, Evan akawapakia kwenye gari yake na akawapeleka mpaka sehemu walokuwa wamemwelekeza. Baadaye Evan akarudi zake nyumbani, akaanza kufanya usafi na akaenda kufuta ile michoro walokuwa wamechora katika kile kinyago cha mke wake. Baadaye akamaliza. Ilipofika usiku, akiwa anaendelea na kazi zake huku akisikiliza dundo, alisikia kuna kitu kimevunjwa sebleni. Alipoenda kuangalia, alikuta ni picha ya familia yake ndiyo imevunjwa. Hajakaa sawa, Genesis akaja na kinyago akampiga Evan kichwani. Pale pale akazimia. Baadaye anakuja kushtuka, anajikuta amefungwa kamba kitandani na Genesis yupo kwenye kioo cha mke wake anajipodoa tu pale. Muda kidogo akaja Belle akiwa amevaa nguo za mtoto wake za shule na akaja kukaa juu yake huku akifosi wakitupe. Simu ya Evan ikaita. Mke wake alikuwa akipiga video call. Wakataka wapokee na waonyeshe utupu wa Evan, ila Evan akawaomba wasifanye hivyo na atafanya chochote watakachotaka. Belle akamwomba Evan ampe utamu. Akakaa juu yake ili misuguano ianze. Wakati huo Genesis akachukua simu yake akaanza kuwarekodi na akaitegesha kwenye meza. Yeye akatoka kuelekea sebleni. Baadaye Evan akafanikiwa kufungua mkono moja na akampigia kofi Belle. Akaangukia pembeni na akaanza kujifungua mikononi na miguuni na akaenda moja kwa moja hadi kwa Genesis. Ila Genesis alimtoboa Evan na uma. Kwa maumivu makali alidondoka chini hadi kuzimia. Evan alipoamka alijikuta akiwa amefungwa kamba kwenye kiti. Wakaanza kumuuliza maswali na alipokosea walimuadhibu kwa kuongeza sauti za makelele ya headphone. Baadaye kidogo Louise akawa amekuja nyumbani pale. Wale mabinti wakamchukua Evan, wakamficha ili Louise asijue nini kinaendelea. Louise alipoingia ndani, mabinti walijitambulisha kama wajomba zake na Evan. Na Louise alijitambulisha kwamba amekuja kuchukua kinyago ili akipeleke kwenye maonyesho. Ila Louise aligundua kwamba kuna hali ambayo haipo sawa. Baada tu ya kukuta kile kinyago kimechorwa, akiwa anawaambia wale mabinti kwamba anapigia simu polisi, alimsikia Evan akiwa anagonga kwa mbali. Wakati anaenda kumwangalia Evan, Genesis akachukua kifaa cha kumsaidia kupumua Louise pasipo hata kujua. Louise akiwa anamsaidia Evan kufungua kamba, aliwasikia wale mabinti wakiwa wanaharibu moja ya kinyago. Na alipoenda, kwa sababu alitumia nguvu kubwa kuongea asma, ikawa imembana. Na alipokitafuta kile kidude cha kupumulia, walianza kumzungusha kwa kukirusha huku na huku. Louise akateleza, akagonga kichwa kwenye sakafu. Pale Louise akavuta. Ila hawa mabinti waliendelea kucheka kwa nguvu yani. Baadaye wakaufunika mwili wa Louise na magazeti, alafu wakaupaka rangi kufanania na kinyago. Baada ya pale wakaanza kuchimba shimo kwa ajili ya kumfukia Evan. Ilipofika asubuhi, wakamdumbukiza Evan kwenye shimo. Evan alipiga kelele kuomba msaada, lakini wapi. Wakamfukia, wakamwacha kichwa juu. Na baada ya pale wakamwekea simu yake mbele, ikiwa wameupload ile video ambayo alirekodiwa akiwa anamkula Belle. Alafu wao wakasepa zao.
Evan akiwa anapambana kutoa mkono ili kuifuta video ile, kwa bahati mbaya akaweka like kwenye video, alafu simu ikadondoka. Wakati huo na familia yake ndiyo inarudi kutoka vacation. Walipofungua mlango walikuta vitu ovyo ovyo. Dogo moja akasema baba alifanya party. Na hapa ndo inakuwa mwisho wa hili chupa linaloitwa Knock Knock. Hakikisha tayari umesubscribe, umelike na kushare video hii kwa washikaji.